السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. الحمد لله، نشكر Mola subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na kwa utukufu wake ameweza kutufikisha katika Ijumaa ya kwanza katika mwezi ambao tulikuwa tukiusubiri kwa hamu kubwa sana, na leo alhamdulillah kwa uwezo wake ameweza kutufikisha kuingia katika mwezi wa Ramadhani na kukutana na Ijumaa ya kwanza katika Ijumaa ya mwaka kama huu, ama ya Ramadhani ya mwaka wetu kama huu. Ni wengi walitarajia kufika siku ya leo, lakini hawakuweza kufika. Wengine wamezikwa, wengine wamefika lakini ni wagonjwa mahututi, wengine wako ICU, wengine wameshindwa kutekeleza ibada ya saum kwa sababu mbalimbali, wengine wana udhuru na wengine hawana udhuru ya kufunga. Lakini mimi na wewe ambao tumebahatika kupata nafasi kama hii ni kusema alhamdulillah. Katika hutuba yetu ya leo, ikiwa ndio hutuba yetu ya kwanza, tutaangalia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ibada ya saum. Katika hadithi kama hii, ni hadithi ambayo kwamba iliyojaa matumaini, ni hadithi ambayo kwamba iliyojaa motisha na morali ambayo kwamba itakuwa ni wenye kutuwezesha, kutupa nguvu kutekeleza ibada kama hii. Ni hadithi ambayo kwamba yenye matumaini. Tusikilize kwa makini hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuone uzito wa maneno kama haya. Ni maneno mazuri, maneno matamu, maneno yenye ladha ndani ya moyo endapo utasikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, na hili katika hadithi al-Qudusi, yaqulu Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu anasema, as-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayekuilipa. As-sawmu li, saumu ni yangu. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu na mimi ndiye nitakaye kusimama kuilipa saumu. Angalia sehemu ama kifungu cha maneno kama haya. Ni maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajifakhirisha. Mwenyezi Mungu anajifakhirisha na kuwasema kwamba saumu ni yangu mimi na mimi ndiye nitakaye kuilipa. Ni maneno matamu sana. Ni maneno ambayo kwamba lau ni kiongozi wa nchi atakwambia watu wote walipe, lakini mtu fulani leteni mimi ndiye nitakaye kumlipa. Ni kiongozi tu wa nchi aseme maneno kama haya, mtu fulani malipo yake yatatoka kwangu. Ama hata kama ni bosi katika kwa ofisi, mshahara wa mtu fulani utatoka direct kutoka kwangu, mimi ndiye nitakaye kujua kiwango cha kumlipa. Yule mtu atajiproud namna gani? Mimi mshahara wangu hautoki kwa accountant, mshahara wangu unatoka kwa bosi mwenyewe. Mimi nimelipwa na rais mwenyewe, mimi nimelipwa na mfalme mwenyewe. Kaifu maneno kama haya yakitoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Namna gani kama Uislamu tunatakiwa tuwe wenye kujiproud tukiwa tunatekeleza ibada kama hii ya saum, ambapo kwamba kesho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atasimama kuilipa
ni kuonesha kwamba ni utukufu wa hali ya juu sana, na haya ni mategemezi idhafatu tashrif wa ta'dhim, ni mategemezi ya utukufu na ni mategemezi ya heshima kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada zote tunazofanya Mwenyezi Mungu ndiye atakayekulipa. Tukiswali yeye ndiye atakayekulipa, tukitoa zaka yeye ndiye atakayekulipa, ukienda haji zote tunamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndiye atakayekulipa. Lakini kuhusisha ibada ya saum, na hapa kuna siri kubwa tutakuja kuangalia. Asaumu li, saumu ni yangu. Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme saumu ni yake? Kuna siri gani katika ibada ya saum? Kuna siri gani katika ibada ya saum? Kwa hivyo kabla hatujaingia tuangalie saum. Kwa nini tunafunga? Kwa nini tufunge? Jibu rahisi ni kwamba tunafunga kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, saumu ni adhabu? Ndio mara nyingi tunasema kwamba hata mtu akikwambia, wale wasiokuwa Waislamu, pole kwa saum, mkataze. Asikwambie pole kwa saum, pole kwa kufunga, la, hakuna pole. Mkataze, niambie congratulations, nipe tahania kwa sababu ya saum, usinipe pole. Usinipe pole kwa sababu gani? Kwa sababu ya saum. Kwa sababu mimi nafanya ibada kama hii, nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ninasikia raha ninapotekeleza ibada kama hii. Sifanyi kwa ajili ya kitu kingine chote, nafanya na nahisi ladha na raha ninapotekeleza ibada tukufu kama hii. Kwa hivyo mtu asikwambie pole, usikubali kuambiwa pole, kwa sababu pole ni kitu ambacho kwamba cha kuumiza. Pole ni msiba, lakini si msiba wala hatuumii tukifunga, bali tunataladha, tunapata starehe na ladha tunapotekeleza ibada kama hii ya somo. Kwa hivyo ni ibada muhimu sana. Ni ibada tunafunga kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunafunga kwa ajili ya kujikaribisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alituamrisha, na ni ibada ambayo kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Ni ibada ambayo kwamba ilikuwa kabla yetu sisi. Kuna mitume wengine na watu wao walikuwa wakifunga, lakini ibada ya ummati Muhammad ikapewa fadhila kubwa na ubora mkubwa kuliko watu ama umma uliotangulia. Moja tu ni kupata Lailatul Qadr. Lailatul Qadr haikuwa katika umma uliotangulia. Lailatul Qadr imekuja hususan special kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba kama Waislamu tunajiproud tukiwa wenye kutekeleza ibada tukufu kama hii ya somo. Asaumu li, saumu ni yangu. Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme saumu ni yangu? Wa ana ajizi bihi, na mimi nitasimama kuilipa. Tukimalizia hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu tuje tueleze maana kwa nini Mwenyezi Mungu aseme maneno kama haya, wa ana ajizi bihi yadau shahawatahu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huyu mwenye kufunga anakuwa ni mwenye kuacha shahawa zake, matamanio yake, anaacha chakula chake, anaacha kinywaji, min ajli, kwa ajili yangu. Mwanadamu au Muislamu anapofunga anakuwa ni mwenye kuacha shahawa. Shahawa ni mke, starehe na nini, zote ukawa ni mwenye kuziacha kando. Ukiacha chakula, ukaacha vinywaji, vyote ukaviacha liajili, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wasaumu junna, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema wasaumu junna, na saumu ni kinga. Ni kinga, ipeleke utakapokipeleka. Ni kinga ya maradhi saumu ni kinga ya maasiya, saumu ni kinga pia vile vile ya moto wa jahannam. Zote hizi ni kinga. Unapofunga ni kinga ya mwili wako, unapata siha ya mwili. Mmoja katika watu ambao kwamba katika wale ambao kwamba ni matabibu ambao kwamba si wa Kiislamu asema kufunga siku moja wikayatu sana, ni kinga ya mwaka mzima. Kufunga siku moja ni kinga ya maradhi ya mwaka mzima. Je, sisi tunafunga siku 30? Ni kinga kiasi gani ambapo kwamba tunaipa katika miili yetu? Kwa hivyo ipeleke, ni kinga ya maradhi ya miili yetu, ni kinga ya moto wa jahannam, ni kinga ya madhambi. Yote yanatakamana na ibada kama hii, ibada ya saum. Walisaim farahatani, hii ni hadithi moja inaendelea. Walisaim farahatani, mwenye kufunga ana furaha mbili. Mwenye kufunga ana furaha mbili. Farahatan inda yuftiru wa farahatan inda hina yalqa rabbahu. Anapata furaha ya kwanza. Furaha ya kwanza ni hapa duniani.
wakati wa kufungua saumu, siku ya Eid al-Fitr unafurahia, ama hata kila siku baada ya maghrib umemaliza saumu yako salama salimini, ikifika maghrib unafungua saumu, kila mmoja anafurahia kwa vile ametekeleza ibada ya saumu. Ikifika siku ya Eid inakuwa ndio furaha kubwa hapa duniani kwamba tumemaliza siku 30, siku 29 za saumu bila matatizo yote. Unakuwa ni mwenye kufurahia siku kama ile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na furaha kubwa ya pili ni furaha mwanadamu atakapokwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala, ndio hiyo itakuwa ni furaha kubwa. Wakawa watu wanaitwa aina swaimun, wako wapi wale wenye kufunga? Wameandaliwa ni mlango special wa unaitwa Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni mlango ambao kwamba utaingia wale waliofunga saumu za kisawa sawa, waliofunga saumu za kisheria. Hao watakuwa ni watu special siku ya Kiyama, na wameandaliwa mlango wao wa kuingia katika pepo. Kwa hivyo hii ni ibada kubwa sana ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo furaha ya kwanza ni wakati anapofungua saumu yake, na furaha ya pili anapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaendelea kusema katika hadithi kama hii, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala khalufu fami saim atyabu inda Allahi min rihil miski. Angalia mambo ambayo kwamba sisi tunadharau. Pengine ukisikia jambo kama hili kwa mwenzako unashika pua, lakini angalia utukufu wa saumu. Wala khalufu fami saim, harufu inayotoka katika mdomo wa mwenye kufunga. Mwanadamu ana tabia akikaa bila kutia kitu katika mdomo kwa zaidi ya masaa 6, mdomo hubadilika, hutoa harufu fulani ambapo kwamba huwa si harufu nzuri. Mtu akikaa bila kutia kitu katika mdomo huwa na tabia ya kutoa harufu ambapo kwamba si harufu nzuri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kudusi kama hii asema, na harufu ya mfungaji atyabu inda Allah, inapendeza na kunukia vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min rihil miski, kuliko harufu ya miski. Miski ndo manukato au marashi ya thamani ya juu sana, lakini manukato kama yale, perfume kama ile au marashi kama yale yanashindwa na harufu ya mwenye kufunga ambapo kwamba anaitoa. Ikipita nusu ya pili ya mchana, hii harufu huwa mwenye kutoa, kila mwenye kufunga huwa na tabia ya kutoa harufu kama hii kulingana na vile alivyo. Sasa harufu kama ile inapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu anaathirika na harufu. Mwenyezi Mungu haathiriki na harufu. Hii ni kutupa moyo na kutupa matumaini ya ibada zetu kwamba tunafanya. Sio kwa Mwenyezi Mungu anaathirika ama anasikia harufu ya miski, la. Mwenyezi Mungu haathiriki na harufu ya miski wala nini, lakini ni kutupa moyo kwamba tujitolee, tuwe tukifunga tujue tunafanya kitu gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li, saumu ni yangu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa nini saumu ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu nyingi sana. Sababu kubwa aijuaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika baadhi ya mambo kwamba maulama wameweza kukusanya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu aliposema saumu li, akamaanisha kwamba kutokamana na haya mambo kwamba utakuwa ni yenye kuyaeleza. Anna sauma la yakam fihi riya, jambo kubwa. Saumu haina riya, saumu haina kujionyesha, haina riya saumu. Hakuna mtu mwenye akili yake timamu atafunga kwa ajili ya mtu amuone. Hakuna mtu yeyote mwenye akili timamu atakaa kutoka saa 11 mpaka saa 1 afunge kwa sababu ya mtu fulani apate kumuona. Riya, kujionyesha kwa mtu. Hakuna mtu ambaye kwamba atakufunga. Sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema as-sawmu li, saumu ni yangu mimi, kwamba anayefunga anafunga kwa ajili yangu mimi, hafungi kwa ajili ya mtu mwingine yeyote. Ni saumu ina siri kubwa. Ni saumu ambayo ni ibada ambayo kwamba haina vitendo. Saumu ni ibada inayotembea katika moyo wa mwanadamu, na ndio utakuta aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio utaona kwamba saumu ni ibada ya moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Akaanza na imani. Imani iko wapi? Ndani ya moyo. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Akamalizia na nini? La'allakum tattaqun, hakika mtamwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtapata takwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman na takwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asemaje? Takwa ha huna, atakwa ha huna. Mtume aliashiria kwamba takwa iko hapa, takwa iko hapa. Kwa hivyo imani, nani anajua imani ya mwenzake? Kiasi cha imani ya mwenzake hakuna anayejua imani. Hii ni siri ambayo kwamba iko baina ya mja na Mola wake peke yake,
nani anayejua taku ya mja? Hakuna anayejua isipokuwa ni nini? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaiko ibada ya saumu katikati kuonesha kwamba ibada ya saumu ni ibada inayotembea ndani ya moyo wa mwanadamu. Hakuna yoyote hapa kwamba anayejua. Hapa tuko zaidi ya watu 200. Kuna watu kadhaa hapa wamekula. Kuna watu hapa tumekaa nao na wamekula, hawajafunga kwa sababu mbalimbali. Lakini je, unamjua nani ambaye kwamba hakula hapa? Nani ambaye kwamba amekula? Kuna mtu amekula hapa kwa sababu ya ugonjwa, kuna wengine maskini Mwenyezi Mungu awape afya. Kila baada ya masaa 6 lazima atumie tembe. Kila baada ya masaa 4 atumie tembe. Mwingine anaambiwa wewe hufai ukaa na njaa kwa sababu ya hali yake ya afya. Mtu anatembea lakini hawezi kukaa na njaa kwa muda mrefu kwa sababu ya madaktari wamwambia. Huyu ni mtu anakula na tuko nao hapa, lakini nani anajua mwenzake amekula hapa? Hakuna anayejua. Hakuna. Pengine jirani yako umekaa naye na hajafunga, lakini hakuna anayemjua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni ibada ambayo kwamba ina siri kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba anayejua. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba haina riya. Saumu haina riya. Hata kumwambia mwenzako vipi saumu leo ni kali, kila mmoja amefunga, utamuuliza nani? Kila mmoja amefunga. Labda saumu za sunna mtu huenda akafunga kwa sababu ya kujionyesha. Pengine mtu amefunga pengine Jumatatu au Alhamisi. Hakuna anayejua, pengine niende na familia yake. Ikifika pengine amekutana na wewe, ataanza kusema saumu leo kali leo. Mimi nimefunga bwana, mimi kawaida yangu bwana, mimi sikosi kufunga. Sasa huenda pengine amefunga kwa sababu watu wamuone ni mfungaji sana. Kwa nini isiwe ni siri yako? Kwa sababu si kila mmoja aliyefunga ile. Si kila mmoja aliyefunga, si watu wengi wanaofunga. Ni baadhi ya watu ambao kwamba wana sunna kufunga Jumatatu na Alhamisi. Sasa mtu amefunga lakini atakuja kujionyesha. Hivi umefunga? Mimi sikosi kufunga bwana. Ataka kujionyesha kwamba yeye amefunga. Saumu leo kali leo. Kwa nini umefunga? Mimi sikosi kufunga Jumatatu bwana. Sikosi kufunga Jumatatu. Lakini sasa Ramadhani kila mmoja amefunga, utamuonesha nani? Hakuna. Kila mmoja Ramadhani amefunga. Hata ukimwambia mwenzako vipi saumu leo, sikujionyesha kwa sababu yeye pia amefunga naye. Kwa hivyo pale hakuna ria yoyote. Hakuna njia ya kufanya ria katika saumu, hususan katika saumu ya Ramadhani, kwa sababu kila mmoja ametekeleza ibada kama hii. Kwa hivyo kwa ibada kama hii ni ibada ambayo kwamba la yaqa fihi ar-riya kama yaqa fi ghairihi. Ibada zingine zote huenda zikapatikana ria. Angalia nguzo zote. Nguzo ya zaka, mtu aenda katoa zaka kwa sababu ya kutaka atangazwe kwamba ama aonekane ni mtu wa kheri kwa sababu ni mtu wa kutoa, ametoa zaka. Huenda mtu akapata ria kwa sababu ya zaka. Huenda mtu akapata ria kwa sababu ya nini? Ya haji. Na pengine mtu akawa mkali bwana, usipomuita alhaji, mimi ni alhaji bwana, niite alhaji bwana. Sasa wewe umekwenda haji kwa sababu uitwe alhaji. Kwa hivyo kuna mtu anaweza kwenda haji si kwa sababu ya nini? Si lillah, amekwenda haji kwa sababu yeye apate kuitwa alhaji, kwa sababu yeye aonekane ameenda haji, lakini si kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda ikapatikana jambo kama hili. Na ibada zingine zote, huenda ibada ya swala, huenda mtu akaja kuswali si nia ya kuswali, ataka mtu amuone, ni jambo kwamba linapatikana ria pia ndani yake. Lakini katika ibada ya saum ni ibada ambayo kwamba haina ria ndani yake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi kwamba laisa fi siyami riya. Katika saumu hakuna ria. Katika saumu hakuna ria. Kwa hivyo hii ni kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba mtu anayefunga anafunga kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mbele akasema, ndio mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yadau shahwatahu. Mtu anamwacha mke wake. Mke wako pengine hata kama ni mchana, yeye atalala rumu yake na wewe utalala rumu yake, na ni mke wako ndio halali, lakini mchana wa Ramadhani unamwacha ama kama talala ni kitanda cha 6x6, unaweka pilo katikati, pengine utaweka pilo bana, wewe angalia huko bana, wewe geuka huko na mimi nitageuka huko. Hamtaki hata kugusana kwa sababu mtakuja kuharibu saumu zetu, hadi saumu zetu. Mke wako halali unamwacha mchana wa Ramadhani kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liajili, kwa ajili yangu mimi. Huwezi kumwacha mke wako. Huwezi kumwacha mke wako kwa sababu ya jambo lingine lolote, labda awe ni mgonjwa nini, lakini hapo unamwacha si kwa sababu ya jambo lingine,
si kwa sababu ya saumu, unamwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nimefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi kuharibu saumu yangu, kwa hivyo weka kando. Mja Muislamu anaacha chakula chake, chakula chako unaacha chakula. Pengine hata ni mwanamke anapika chakula, spices zinamuingia kwenye harufu zinamuingia, lakini hawezi kugusa chakula kama kile. Akaacha kinywaji, unafungua friji, kila aina mashrubati iko ndani ya friji, aina tena zile ni favorite zako zile ambazo kwamba unazipenda, lakini usiguse. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ajili, kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Na lau jambo kama hili ingelikuwa ni amri ya serikali, hakuna mtu ambaye kwamba mwenye akili angeacha kula, ama mtu angemwacha mke wake. Ingelikuwa ni jambo amri ya serikali, rais alitangaza hakuna kula, hakuna kula, watu wote wangekula nyumbani, ungejifungia nyumbani ukala. Lakini kuonesha ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hii tunajaza ihsani zetu, imani zetu katika mwezi kama huu. Tunaacha yote yale, uko nyumbani kwako, uko peke yako, nyumba yako peke yako, hakuna mtu ambaye kwamba atakuona, lakini wallahi usiguse chochote cha kuharibu saumu, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijua kwamba hata nikijifungia mlango lakini Allah ananiona, ihsani ile. Unamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama kwamba unamuona, unamweka Mwenyezi Mungu mbele katika ibada. Inatujenga kikubwa katika imani zetu na katika takwa zetu. Ukaacha kila kitu na ili hali uko na uwezo, uko peke yako, una nini, ni mke wako, ukimwambia nini uko sawa kufanyia kitendo kama kile, lakini ukamwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote ambacho kwamba unaogopa. Ukila nyumbani kwako kwa siri, nyumba sio kwamba nyumba itaanguka, sio kwamba malaika atakuja kupiga viboko, hakuna. Lakini unaacha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipojiproud nayo, ni kuonesha kwamba ni ibada ambayo kwamba hafanyi mwingine isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio akasema as-sawmu li, saumu ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye nitakayekuilipa. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba kubwa sana, mwanadamu hafai kuichukulia kwa mchezo. Jambo lingine, wa ana ajzi bihi, mimi ndiye nitakayekuilipa ibada ya saumu. Anni anfaridu biilmi mikdari thawabi wa tadhifi hasanatihi. Ibada ya saumu, kiwango cha thawabu, kiwango cha malipo anayekijua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote anayejua kiwango cha thawabu cha ibada kubwa ya saumu. Wa amma ghairu, ama ibada zingine min al-ibadat, faqad ittala alayha ba'd an-nas. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله. Ibada zingine tumewekewa, ukifanya mmoja unapata 10. Ukisoma Qur'an, man qaraa harfan min kitabillah falahu 10. Atakaye kusoma harufu moja katika Qur'an anapata thawabu 10. Tumetajiwa ukisoma Qur'ani herufi moja unapata 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, sisemi alif lam mim ni harfu moja, bali alif harfun, lam harfun, mim harfun. Hiyo tumetajiwa. Ukiswali swala moja 10. Lakini katika ibada ya saumu hakuna kiwango, hakuna mtu anayejua kiwango cha malipo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema saumu li, mimi ndio nitakayesimama kulipa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katika aya kama ile, baadhi wanazuoni wanatafsiri as-sabiruna ni wale wenye kufunga, as-saimuna. Innama yuwaffas sabiruna, hakika si jingine, wanalipa wale wenye kusubiri, ambao kwamba wenye kufunga, ajrahum, malipo yao, bighairi hisab, bila ya hisab. Malipo ya wenye kufunga, malipo ya wenye kusubiri, malipo yao hayaingii katika hisab. Malipo yao anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wanajua kiwango cha kumlipa mwenye kufunga. Kwa hivyo ni ibada
ambayo kwamba mwanadamu lazima awe ni mwenye kujitolea na awe ni mwenye kuifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atarajie malipo makubwa ambayo kwamba atakwenda kuyapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine, al-idhafa as-sawmu li, kwamba saumu ni yangu mimi, ni idhafa tutashrifi wa ta'dhimi, kama tulivyotangulia kusema, ni idhafa, ni mategemezi ya utukufu. Wa anna al-masajida lillah, misikiti ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ile ni mategemezi ya tashrif, idhafatu tashrif, ni mategemezi ya utukufu na heshima, kuonesha majumba haya ni majumba Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, za Mwenyezi Mungu zote zilizoko mbinguni na ardhini. Hata nyumba unayokaa ni ya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini amehusisha nyumba kama hizi masajid, kuonesha mategemezi ya utakatifu, mategemezi ya heshima katika nyumba kama hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine, anna al-istighna an at-ta'am wa ghayrihi min ash-shahawat min sifati rabbi jalla jalaluhu. Saumu ni yangu mimi. Unapotekeleza ibada ya saumu, unaacha chakula, huli, hauni, hauendi, haufanyi mambo ya starehe. Min ash-shahawati min sifati rabbi jalla wala, hizi ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hana sifa ya kula, Mwenyezi Mungu hana sifa ya kunywa, Mwenyezi Mungu hana sifa ya starehe wala nini. Sasa unapotekeleza ibada kama ile, Mwenyezi Mungu naye anajigamba, mja wangu amefanya katika baadhi ya mambo kwamba ni katika sifa zangu mwanadamu, na amefanya kwamba ameacha chakula chake, hali hanywi na nini, akasema as-sawmu li, saumu ni yangu mimi. Falamma taqarraba as-sa'im, alipojikaribisha huyo mwenye kufunga, bima yuwafiku sifatu adhafahu ilayhi, katika mambo ambayo kwamba yanategemezwa na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu akaitegemeza saumu kwamba saumu ni yangu mimi. Huyu mja ameanza kuacha chakula chake, ameacha kinywaji, shahawa zake kwa ajili yangu mimi, Mwenyezi Mungu naye akaitegemeza, kwa sababu ni katika baadhi ya sifa zinazotegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio akaichukua ibada ya saumu akawa ni mwenye kuitegemeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine, anna jamia al-ibadat tuwaffa minha madhalim al-ibad illa as-siyam, ibada zote zitakuwa ni malipo za zile dhulma ambazo kwamba mtu ameweza kumfanyia mwenzake. Katika juma ya kwanza katika mwezi wa Shaaban, kwa wale wenye kufuatilia, tulielezea dhulma na tukaelezea kwamba katika hatari za dhulma, umechukua haki ya mtu bila kumlipa, ukaondoka duniani bila kurudisha haki kama ile, siku ya kiyama hakuna kurudisha haki ya mali, hurudishi mali, hurudishi ardhi, hurudishi chochote. Vitu ambazo kwamba itachukuliwa hasanati zako, ndizo ambazo kwamba zitakuwa zenye apewe yule ambaye kwamba uliyemdhulumu. Yale ndio malipo. Swala zako zile umezifanya, ibada zako zingine zitachukuliwa, ndio malipo ya kumlipa yule ale uliyemdhulumu ani zile haki zake. Lakini isipokuwa saumu, ibada ya saumu haitoingia katika kulipa haki ya mtu. Heshima ya saumu haitochukuliwa saumu imlipe yule mtu katika yale madhulama ambayo kwamba ameweza kufanyiwa, kuonesha kwamba ibada kama hii ni ibada ambayo kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema saumu li, saumu ni yangu mimi, na mimi ndiye nitakaye kusimama kuilipa ibada kama hii ya saumu. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ibada kama hii tusichukulie kwa njia ya urahisi. Ni ibada ambayo kwamba tuchukulie kwa uzito mkubwa sana. Alhamdulillah, katika jambo la kusikitisha ni kwamba tunabidii sana mwanzo wa Ramadhani, lakini kila Ramadhani ikimalizika ndio watu nao wanamalizika. Tunaswali safu 10 mwanzo wa Ramadhani, siku 10 siku za mwanzo, ikifika 10 la pili zinabaki safu 2 safu 3, alafu zile safu 10 zitakuja kurudi siku ya swala ya Eid. Ni jambo la kusikitisha kwamba hatujafahamu ibada kama hii ya saumu. Ibada ya saumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunafanya kinyume
na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa haonekani na harakati nyingi mwanzo wa Ramadhani, lakini ikifika 10 la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam shadda mizarahu wa aikadha ahlahu wa kana ajwadu nnas. Mtume alikuwa katika 10 la mwisho alikuwa akifanya mambo ya kheri, akisimama sana usiku, akiwaamsha na familia zake ikifika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sisi leo tunaanza, alafu ikifika mwisho tunaendelea ama tunakatiza. Kila Ramadhani kimalizika ndio ile nguvu zetu zinakuwa zenye kumalizika, wengine hata msikitini wanakimbia. Hata msikitini wengine wanakimbia. La, tusifanye mambo kama haya. Huko ni kuitoa thamani ile ibada yetu ya saumu. Tuendeleze na ibada ya saumu mwanzo mpaka mwisho, spidi. Kila tukiamka unazidisha spidi. Kama ulikuwa unasoma juzu moja, ikifika siku ya pili ama 10 la pili unaongeza juzu 2 na kuendelea mbele. Ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa huamki usiku, ikifika 10 la mwisho sasa unaamka usiku, unatekeleza ibada za saumu. Kwa hivyo ni ibada ambazo kwamba ni lazima tuwe na bidii nayo mwanzo mpaka mwisho wetu. Alafu jambo lingine, ni nasaha ambapo kwamba wengi pengine hujiuliza, ni hukumu gani ya mtu ambaye kwamba anayeswali katika Ramadhani na katika miezi mingine haswali? Wengi hujiuliza ni hukumu gani kwa yule ambaye kwamba anayeswali katika mwezi wa Ramadhani alafu katika baada ya mwezi wa Ramadhani mtu aswali. Kwanza, mwezi wa Ramadhani hupatikana wageni wengi katika misikiti yote. Hupatikana watu wengi ama wageni wengi katika msikiti. Kitu kikubwa tusiwabeze. Kuwabeza ni kule kuwacheza shere ama kumvunja mtu moyo. Siku zote ulikuwa wapi bwana? Vya Ramadhani mpaka Ramadhani ndio unaswali, usimvunje moyo. Mpe moyo. Hukumu ya mtu kama huyu, hukumu yake ndogo sana. Hukumu yake ni umbakishe aendelee kuswali hata baada ya Ramadhani. Hiyo ndio hukumu yake. Tusiwatie watu motoni. Si hukumu yetu kuwatia watu motoni, kwamba huyu ni mtu motoni. La, hukumu yake mbakishe yule mtu aendelee baada ya Ramadhani. Hawa ni mandugu zetu, ni marafiki zetu, ni majirani zetu, ni watu ambao kwamba tuko nao karibu. Sasa hukumu hapa, utafute hukumu. Hukumu ni wewe uhakikishe yule mtu ataendelea kuswali baada ya Ramadhani. Hiyo ndio hukumu. Kama yule mwanachuoni aliulizwa hukumu ya mtu mwenye kuacha kuswali, ni hukumu gani kwa ya yule mtu ambaye kwamba haswali kabisa? Akasema hukumu yake ni umshike mkono umpeleke msikitini. Mshike mkono yule ambaye haswali, mshike mkono umpeleke wapi? Msikitini. Ndio hukumu yake ile. Na yule ambaye kama anaisha Ramadhani, hukumu yake hakikisha unambakisha mpaka baada ya Ramadhani aendelee kuswali. Tusiwatoe watu msikitini katika hali itakapokuwa ni watu ndugu zetu, tunawatakia kheri pia vile vile, na tuna matarajio ya kuendelea na ibada ya saumu. Ndio kuna watu maskini wamepata mtihani kama huwa kuswali Ramadhani peke yake, lakini si wazo zuri ndugu yangu Muislamu. Ibada ya swala ni ibada ya kila siku inaendelea, si ibada ya Ramadhani peke yake, ni ibada ya kila siku mara 5 kwa siku. Kwa hivyo tusiwavunje moyo wala usimcheke mtu kwa vile umemwona Ramadhani peke yake. Hama kuna wengine hata ni walevi katika miezi mingine, lakini ikifika Ramadhani mwenyewe anaacha pombe. Anakuwa ni mtu wa kheri, mwenyewe anavaa vizuri, anakuja msikitini kuswali. Tusimcheke ule mtu, tusimcheke na kumfanyia istihza. Mpe moyo. Ndugu yangu umependeza, endelea hivyo hivyo, mshike mkono. Kama kuna njia yote ya kumsaidia msaidie, ili aendelee hata baada ya Ramadhani. Lakini mara nyingi tunafukuza watu msikitini, wewe mlevi, hata wewe mlevi pia, hata wewe mlevi mmoja kuswali, hata wewe pia, hata la, yale ni mambo ya kumvunja moyo. Ili kuendelee pengine kwa sababu ya maneno yako umemvunja moyo, atakimbia kabisa msikitini, na itakuwa ni sababu ya kumkimbiza msikitini, na jambo la hatari. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atajalia saumu makubuli. Inshallah Mwenyezi Mungu atakabalia saumu zetu, Mwenyezi Mungu atatukubalia ibada zetu, atakubalia msamaha wetu. Mwenyezi Mungu asitunyime msamaha katika mwezi kama huu, asitunyime kheri katika zinazopatikana katika mwezi kama huu. Na mwisho Mwenyezi Mungu atufikishe tupate usiku wa Lailatul Qadri, na atupe uhai na afya njema. Na wale ambao kama ni wagonjwa, ya Allah, wale wagonjwa wetu wote ambao kama majumbani,
wako hospitali, wale wanaotembea wamekuja mahali kama hapa ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape dawa, awape shifa ya haraka, ili tujiunge pamoja na wao tuweze kutekeleza ibada kama hii. Na wale waliokufa ya Allah ambao kama walikuwa na nia ya kutekeleza ibada kama hii, usiwanyime thawabu za Ramadhani, wape thawabu kulingana na nia zao ambazo kwamba waliweka kutekeleza ibada kama hii. Fa innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.